Sasa ili usitumbukie kwenye dimbwi la madeni, jitahidi kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ishi kulingana na kipato chako. Definitely. Najua ni gumu, hilo najua kabisa. Kwa sababu kuna mwingine alishatumbukia, yani alishaenda mbali. Kumrudisha kwenye chumba kimoja. Kama huwezi, utanipigia simu nikusaidie. Nakupa mawazo. Kata matumizi yasiyo ya lazima. Kama watoto wako kwenye shule unalazimisha, unataka kujikangu na ongea wewe mwenyewe njiani kwa sababu ya ada, watoe shuleni. Serikali na shule za bure. Peleka, hawatakufa wala akili zao hazitaharibika. Kwa sababu kuanza kuishi kulingana na kipato chako, Mungu atakusaidia. Kung'ang'ania kule juu kwa sababu kinyume na kipato chako, shetani atakusaidia. Ndo formula hiyo. Unavyong'ang'ania vitu ambavyo sio uwezo wako, ibilisi huja na kukutia moyo kwamba endelea mwanangu, ili ufike kwenye level ya kujimaliza. Kadri unavyochukua uamuzi mgumu kurudi chini na kuanza kuishi kulingana na kiwango na uwezo wako, ndivyo Mungu anakusaidia. Punguza nini? Matumizi. Ndio maana nilianza kufundisha matumizi ya lazima na matumizi yasiyo nini? Ya lazima. Punguza matumizi, rudi kwenye matumizi ya lazima. Kama unakaa kwenye nyumba ambayo ni very expensive, kinyume na kipato chako, tafuta nyumba nyingine, hama. La sivyo, unakoelekea ni kubaya. Unadhani unajificha usidhalilike. Sasa unakokwenda utadhalilika. Tena mdhaliliko utakuwa ni mbaya kuliko huu ambao ungedhalilika. Huku una nguvu za kurudi na kuondoa aibu. Kuliko udhalilike, huna uwezo wa kurudi na kuondoa aibu hiyo ambayo itakupelekea uwe na msongo wa mawazo na kujipeleka kujidhuru na kudhuru jamii yako. Jambo la pili, kama una madeni, kaa na wadeni wako, zungumza nao, pangeni namna ya kulipa ambayo iko tofauti na ile ambayo ulipanga, na omba wakusimamishie deni. Sema ukweli. Kitu kingine ambacho kinasababisha watu washindwe kujitoa kwenye madeni ni kusema ukweli. Mtu anaona nitajizalilisha, anaendelea kumdanganya mtu ambaye anamdai. Go and be open, sema ukweli, kutana na mtu ambaye alikukopesha, huenda hata faida alisharudisha nyingi tu kwenye madeni yako. Kaa naye, zungumza naye, negotiate. Namba 2, ongeza kipato kwa mujibu wa njia zile ambazo nizisema. Ila kwa sasa hivi ukiwa kwenye madeni hauwezi kuongeza kipato. Itabidi upunguze madeni ili hela upunguze matumizi, ile hela inayopungua pale uendelee kutengeneza plani ya kulipa madeni. Ukitoka kwenye hilo shida, tafadhali usirudie kukopa kwa ajili ya matumizi. Namba yangu ni 0743 11 96 99. God bless you.